Kwa mambo mengine zaidi tutafutane kwenye social media. On social media at Liboi, Liboi, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye yani platform zote. Kumba kwa chako. It used to be those kinds of music. So I think subconsciously Kamini later on now when I started playing music, the kind of music I used to write or just sing naturally was that kind of music. So it was inspired by it's music that is inspired by our cultures, African cultures. So he taught you music, right? Yes, unknowingly. He did not even know, but now he knows. He was entertaining himself and his children. Hapo kwa aje niki? Acha punguza tena mara moja. So you picked music at what age? At 17, because the later years of my high school years, I was singing, like performing for people. I used to be those people who would write love letters because I am creative like that. And then watu wanaenda wanasikia wanapatiana barua. Unaandikia mtu akiandikia barua? Ndio. Sikuwa nalipwa. I wish ningeanza biashara kitambo. Kuna watu ambao uliandika barua on their behalf kwa my boyfriend na wakapata bwana na wakapata haikufika popote. Haikufika huko. Almost, yeah. But in high school, and then now later on, I was doing it on and off as I just tried to explore different genres and find what works for me. And then now 2022, that's when I decided to do African contemporary music. So now you're doing music and writing lyrics that will make people fall in love and get married for real this time. Ile ulikuwa ukiandikia ile kama fake lover. Hivi mambo ni tofauti. Nimechange sana. So tell me about yourself. Ulizaliwa wapi? Ulilelewa wapi? Ulikulia wapi? Ulianza muziki lini? You told me at 17 you were writing letters for some other jamaa ambao sitaki kuwataja.
So nilizaliwa Nairobi, haswa Kariobangi. Kariobangi next Nilikuwa nikiishi Kariobangi South. Dandora kitambo. Sasa wewe ulizaliwa Kariobangi North. ya Nikalelewa. Unajua ile ngoma ile kulikuwa na ngoma kila siku Kariobangi. Ilikuwa wa huko. So I was born and raised there. Nikasoma hata huko shule. I come from a family where how we are 6. Those are few. We are very few. Very few. Because a whole football team. A whole football team. Na mama alifariki. Yeah, so that's I grew up in a family of 6. I'm the second born, and like I said, my father influenced me, but also the area my father is, but he's not a DJ. Salamu zimemfikia sana. So also the area that I grew up in, Kariobangi, we had like a lot of art centers. So watu walikuwa wanapatana kupiga mziki, watu wa bendi kina Dela, Nina Ogot. Hapo wanapiga kwa sana, but we used to have this community event. So hao walikuwa wanatuletea sisi tunaenda tunaangalia. So I think I also got inspiration from that. Alafu pole pole nikajiunga na vikundi tofauti. Nilianza na mambo ya journalism. Uandishi mahali mko, uandishi, kupiga picha, video. Alafu pole pole hapo ya shule ambayo nilikuwa nasomea kulikuwa na shule ya muziki. So wakati wa break mimi nilikuwa naenda kwa muziki. Break ya journalism naenda mambo ya muziki. So hivyo pole pole tu ndio nikaanza kupatana na wanamuziki ambao wanafanya vizuri kama like a profession. So I got inspired pole. The rest is history. They say the rest is history. So for how long have you been singing? Now a professional. Since 2022. So this is the 50th. Okay. How is it? Umenifikiaje? Unaona vile tumesema kitambo nilikuwa naandikia tu barua alafu haifiki mahali. Sasa hivi sasa kuna papa. Kwa sababu I think right now I'm also not writing just for the sake of entertaining people. Entertainment will be there, but I have a purpose. In Kariobangi, where I grew up in, I experienced a lot of extrajudicial killings. So nilipoteza marafiki wangu wengi ambao walikuwa wakiwa na dredi wanaprofiliwa kama wezi, wakiwa na hizi chete nyingi wanakuwa profiled kama wezi, wakiwa na marasta. So kwa sababu niliona a lot of those cases, as nilikuwa nikifanya KCSE na KCPE na wenzangu ambao walikuwa na wengine wao walikuwa ilikuwa nataka sanitary towels, na mwenye anaweza kakupa lazima. So I think all those experiences that I witnessed now inspired me to not look at my music as just purely for entertainment, but to speak about the injustices I've seen. And now nimeenda nikiongezea nikuja kuelewa mental health na kila kitu maishani. Mental health iko hapo at the core of everything. So now I speak about mental health. Na culture ni kwa sababu na feel mimi ni tofauti kwa sababu ya kule ninatoka. First of all, I'm an African child. Number two, mimi ni Kenya, mimi huyu pia yeye ni Mkomo. Huyu ni mixture. Yes. So hizo vitu zote, I put it in the music to remind people. Societal issues, you touch them from whichever angle. Yes. Right. To remind people of their identity and just how important in the world. Listening to you, I was
almost feeling like your music. I don't know whether you've had a chance to listen to a guy called Yusudu. Uncle, yes. Amekuja hapa I think mara mbili zenye mimi najua. Yes. Your music, Asante sana. it's there, and your vocals. When I listen to Ansi Kiamongana, you must listen to Ansi Kiamongana, the daughter of the king Kiamongana. You know Kiamongana? Okay. Right. So nimesikia ukizungumza ukisema you listen to music ukasikiza and then you realize this particular one that works for you. So what part of what you're doing works? Nafikiri mwanzo kabisa the cultural part of it, because other than music, I think I'm someone who I advocate a lot about our culture and our culture. From vile tunavaa, vile niteka nywele, vile hata Kiswahili yes, and you feel proud about that. Yes, kabisa. So I think the cultural aspect of it, that represents who I am. So then that allowed me to put it in the music effortlessly. Alafu pia kuna instrument ambayo nacheza kalimba. Who taught you this? No one, but I was introduced to it by a good friend of mine, brother called Brendan, who makes the instrument. But this was homemade? He made. Wow. He has a workshop, he makes this instrument, but he's based in Watamu. Brethren. So you hold it, ameshika vibaya kabisa, tunaanzia. Ameshika upside down. Yes, unajua bottom up. Unacheza tu pole, but with the tip of your fingers. Wow. How to play this. So he introduced me to the instrument. Yes. And then the rest of it now I just follow the ancestors and what I want to communicate. And you do that so well. Thank you so much, thank you. So also picking up this instrument for me plays a huge role because nikianza kukuwa na wanadada wengi ambao walikuwa wanacheza hizi instruments za kiasili. Kwa hivyo I think I just wanted to create my own narrative or path and also inspire other women to play traditional instruments. Now you're on social media. I listened to you. I listened to a song or two when Mamu told me that there is this girl called Liboy, and I said, okay, let me just delve into it. I thought you are good. I didn't know you were this good. You know? Asante sana uncle. So niko kwenye social media. Yes. My name is Liboi, Liboi. Na nina muziki album pia ambayo nimetoa inaitwa Hatua. Hatua ni Swahili, it means steps of action. And so I'm inviting people to think of the different, doesn't have to be big, but small steps we can make to create a better Kenya, better world, better environment, better self. Yeah. Wow. So iko pia kwenye all streaming platforms at Liboi, Liboi. You know what? Leo mimi nitakufuata kwa TikTok, Twitter, Instagram, Snapchat kama huko, takufuata mpaka kwa YouTube. I'm going to have to listen to your music because I think it's good. And you know, you make us proud. I have always been very proud of being an African and a Kenyan at that. But I find, to be honest, that we are a bit strong with our own music, our own sound. Mara nikipata napata imeingia kwa ma hip hop nini, napotea, alafu narudi. Ndio unaona tunatafuta ngoma kule West Africa, Congo, Tanzania, kwa sababu kuna kitu ambayo there is something I want to listen to. Na unajua sisi kama ma DJ, sisi ni kama waiter. Ni kama waiter. Sasa waiter apiki chakula.
lakini yeye ndiye analetea mteja chakula. Sasa akiona vile mteja anakasirika, anasema tusipeleke githeri, tupeleke viazi, na tusipeleke viazi ile ya kawaida, tupeleke chips, kumbe ni viazi. Sasa unajua chips ni viazi imepikwa tofauti. Sasa mimi nimekuwa na, I think DJ Vic can bear me witness. We struggle so much to get real authentic Kenyan music, and so when we get music like yours, we feel really good. Message to your audience. Asante kwa kunileta hapa Rugaruga, nashukuru. I was telling Uncle Fred that I listened to Uncle Fred. Yes, Uncle Fred. Nimesikiza kwa muda mrefu na sasa nimefika tangu nikuwe high school, nikiwa primary pia, na sasa nimefika hapa, kwa hivyo nashukuru. Kwa wale ambao wanatutazama, we want to say thank you.